Habari, kwa majina naitwa Shabani Mbaga, afisa muuguzi kituo cha afya Maternity Africa. Nafanya kazi katika kitengo maalum almaarufu NICU, ambacho kinahusika na uangalizi wa watoto wachanga na waliofika. Leo hii tutazungumzia ni mambo gani ambayo mama akiwa katika kitengo maalum cha NICU ya kuzingatia ili kumpunguzia kupata msongo wa mawazo. Kitu cha kwanza hichi ni kwa madaktari na wauguzi kuhakikisha mama anapewa taarifa maalum ambazo zinahusiana na mtoto wake, ukuaji, jinsi atakavyokuwa anakula kila siku. Nadhani hili ni jambo ambalo litamfanya mama aone kwamba anapata taarifa za mtoto wake na ataendelea kupata matumaini kwamba mtoto wangu ipo siku nitaenda naye nyumbani. Lakini swala la pili ni familia, baba, dada, shangazi, mjomba kumtembelea hospitalini, kwa sababu kwa mfano akiwa na mtoto njiti lazima atakaa hospitalini kwa muda mrefu. Kwa hiyo inahitaji familia kumpa ukaribu, ushirikiano, kumhamasisha, kumpa moyo, kumuonyesha upendo, kumuonyesha kwamba hata kama ni mtoto njiti ni jambo la kawaida ambalo linaweza kutokea, wasimnyanyapae, wamletee vyakula vizuri, matunda, wamsapoti katika yale ambayo atakuwa anawaambia, kumpa habari nzuri, labda kama na watoto wengine wamewaacha nyumbani kwamba wanaenda shule, wanakula vizuri, wanalala vizuri. Nadhani hili litamfanya mama kuona kwamba anapata ushirikiano, kwa hiyo itampunguzia msongo wa mawazo. Kitu kingine ni mama pale anapokuwa pale hospitalini katika kitengo kile maalum, lazima atakuwa na wamama wenzake. Kwa hiyo achangamane na wamama wale pia kwa ajili ya kupiga story, kuelezeana mambo mbalimbali, kutokana na jinsi mtoto wake anavyokuwa na wenzake watamuelezea. Kwa hiyo ili itamsaidia kwamba anachangamana na wenzake, kwa hiyo itampunguzia ule msongo wa mawazo. Kitu kingine cha muhimu ambacho kinaweza kumsaidia kupunguza mawazo ni kuwa kuna vipindi maalum vya sala hapa. Atakuwa anachangamana pia, mkumbuke Mwenyezi Mungu, kwa sababu ni kitu ambacho kinahitaji pia kumweka Mungu karibu, kumwomba Mwenyezi Mungu ili mtoto aendelee kukua taratibu. Kitu kingine ambacho mama anatakiwa kujua ni kwamba mtoto huyu atakaa hospitalini kwa muda mrefu kidogo, kwa hiyo ni lazima aelewe. Kwa hiyo isije ikampa stress kwamba mimi nimekaa hospitalini kwa muda mrefu, lakini watoto wao kwa mfano wa njiti wanakuwa wanaumwa, siku zingine wanakuwa yuko vizuri, siku nyingine yuko vibaya. Kwa hiyo hili pia anatakiwa alijue, na hili atakuwa anaambiwa na muuguzi na daktari. Kwa hiyo lazima ni mambo ambayo anatakiwa kuyajua ili atakapokuwa yanatokea siwe anampa stress na kumsababishia kupata msongo wa mawazo sana. Asanteni sana kwa kunisikiliza, lakini wapendwa, msisahau kusubscribe channel yetu hii pendwa kwa ajili ya kupata muendelezo wa vipindi maalum vya mama na mtoto.